Habarini ndugu zangu wa Tanzania, mbele yenu ni Teacher Umaticha. Nipo hapa kwa ajili ya kuweza kudadafua baadhi ya mambo. Leo hii niko mbele yenu kwa ajili ya kuweza kujaribu kudiskasi swala moja linalohusika na ukamilifu wa binadamu. Katika maisha ya leo tunayoishi, hakuna binadamu ambaye ana makamilifu. Hakuna mtu yeyote ambaye ana ukamilifu kwa lolote. Wote tuna mapungufu mbele ya jua. Naongea hili kwa sababu utakapohitaji kuwa na amani, kuishi kwa amani katika maisha yako, ni lazima ukubali au ujikubali wewe mwenyewe ile ulichokuwa nacho na mapungufu uliokuwa nayo. Ukajaribu kutafuta namna ya kuweza kutoa mapungufu yako. Lakini pia ni lazima ukubali na mapungufu ya jirani. Usiwe tu mstari wa mbele wa kuweza kukubali ya kwako, lakini mwenzako ukamwona kwamba ni mtu ambaye ndio mwenye mapungufu, wewe uko sahihi. Kwa hiyo you must balance, kwamba kubali hali yako na weakness zako, lakini pia lazima umkubali mwenzako the way alivyo na weakness zake. Hiyo ndio formula ya kuweza kuishi. Utakapojiona kwamba wewe ni mkamilifu, mwenzako ni mpungufu, that is not a good style to survive katika dunia ya leo. Nazungumza hili nikiwa na maana moja tu. Juzi mwenyekiti wa makanisa ya wokovu Tanzania alikuja mbele ya social media, na ikiwezekana labda na media hizo kubwa, akijaribu kutetea wachungaji wake, kwa maana yeye akiwa ni mwenyekiti. Naomba niseme jambo moja. Alikuja na mada ikimlenga moja kwa moja Sheikh Shafii, kwamba amejaribu kuzungumza baadhi ya mambo yanayohusika na mchungaji wake Mwamposa, kwa sababu yeye ndio mwakilishi wa wale wachungaji. That's true. Inawezekana kabisa Shafii Sheikh akawa na mapungufu, akawa na makosa. Lakini vipi kwa wewe ambao umekuja kumwandama moja kwa moja huyu Sheikh kwamba amefanya makosa kwa wateja wako, kwa maana ya hao wachungaji wako? Umekuja kumweleza kwamba amekuja hadhara na kuweza kutoa baadhi ya matamshi ambayo labda hajaweza kuwa rafiki kwenu. Naomba nikuulize swali moja, wewe unajiita mwenyekiti wa makanisa ya wokovu Tanzania, wewe upo kamili? Kama umemnyoshea kidole mwenzako hiki kimoja yeye kwamba ana mapungufu na ameweza kuwanenea mabaya wateja wako, kwa maana wachungaji wako including Mwamposa, je, kwa upande wako upo kamili? Wewe hauna makosa? Na kama sio wewe mwenyekiti, hao wachungaji wako ambao kila siku wamekuwa wakifungua kanisa mpaka kanisa, kila siku ni mwendelezo wa kufungua makanisa, je, wana ukamilifu? Kwa hiyo katika maisha ni lazima tufike sehemu tu balance. Alisemaga siku moja Makonda, pale unapoona una haki yako, inatakiwa uidai hata kwa gharama. Usio mwoga kwenye kuangalia haki yako, kwenye kudai haki yako. Lakini pia the same Makonda akaja akasema, usiwe jasiri kwenye kudai kitu ambacho hakikuhusu. Kwa hiyo hicho unachokizungumza wewe mwenyekiti wa makanisa wokovu, naomba niseme jambo moja. Ndani ya makanisa yako ya wokovu kuna mapungufu mengi ambayo yanapelekea mpaka kuathiri uchumi wa nchi. Kuna mapungufu mengi yanayopelekea kuathiri maisha ya kawaida ya watu. Nasema hivi nikiwa namaanisha nini? Ndani ya makanisa mmekuwa mkitoa message ambazo ni za kuweza kuwatumanisha watu, lakini in reality hakuna ukweli wowote kuhusiana na hizo message. Ni wachungaji wako wanaofanya hivyo. Ndani ya makanisa tunaweza tukasema hamna utofauti na mtu yoyote ambaye yuko mtaani anajaribu kujipatia pesa kwa njia za kidanganyifu. Hilo mnalo. Kwa inawezekana matamshi yaliyotamka Sheikh Shafii akawa na makosa, na mimi nakiri hivyo, lakini kwa namna moja au nyingine akawa amekuja kuwaokoa baadhi ya watu ambao wanaangamia.
mmekuwa ni watu ambao hamna ubinadamu, kwa sababu binadamu ni mtu yoyote ambaye anaweza akahisi na kufeel hisia za mwingine. A human being is anyone who can feel others feeling. Sasa kama hupo kwenye hicho kipengele cha kufikiria wenzako wanaishije, you are not a human being. Lakini haya yote yapo kwenu ndani ya makanisa yenu. Every day you have just opening a new church na wachungaji wapya. Kwa mmekuwa ni dunia ambayo ni ya kwenu peke yenu, mkiamini mnachokifanya katika makanisa yenu ya wokovu ni sahihi zaidi kuliko makanisa ya Roma, ni sahihi zaidi kuliko kinachofanyika misikitini. Naomba niwaeleze kitu kimoja. Katika maisha ni lazima mjaribu kubalance. If you are not sure for what you are talking, don't come in front of the mass ukatupigia kelele. Kama mna mapungufu mnayo, is better mkaanza kuyatreat mapungufu yenu kwanza kabla hujaja kwenye social media. Unakuja hapo kwenye social media na kuweza kuwatisha watu kwamba mnakuja kuwafunga watu. It's okay, you can do it. Lakini jaribu kujiangalia. Na ndio maana katika maisha ya leo, hilo sio tu kwako wewe mwenyekiti wa makanisa wokovu. Hilo nalizungumzia kwa watu wote wa Tanzania, East Africa na Africa, hata dunia kwa ujumla. Katika maisha naomba niombe kitu kimoja. Don't be the best in front of others. Kama utahitaji kuwa best, hebu jaribu kuwa best inside. Wewe mwenyewe ndio uwe best, lakini don't be best in front of other people. Kinachofanyika kwa huyu mwenyekiti, akiwa ni mwakilishi wao wachungaji, anajaribu kuwa yeye ni bora kuliko wengine, yeye ni sahihi zaidi kuliko wengine. Naomba msije mkafanya hivyo. Lakini ili uweze kuwa sahihi kwa watu wengine, mbele ya watu wengine, try to be the first. Don't be the best in front of the people. Try to be the first. Try to be the first to change. Mabadiliko sio kwa mtu unayemnyoshia kidole. Mabadiliko sio kwa Shafii. Mabadiliko pia yaanzie kwako, kwa sababu kile kinachoendelea ndani ya makanisa ni maangamizi kwa wananchi wetu. Mmekuwa mkija na sera za kuweza kuwaaminisha vitu ambavyo havipo. Tumekuwa na wachungaji ambao ni matapeli wezi ndani ya makanisa. Hata huyo tulimkaribisha kutoka Kongo, kiboko wa chao, tumeona madhara yake. Kwa hiyo tunachoweza kusema ni kwamba katika maisha, don't be the best. Kama nilivyosema, try to be the first. Try to be the first to change. Badilika wewe kwanza before you are coming to Shafii. Ndani ya makanisa yenu kuna mapungufu. Kwa usije kunyoshea kidole mtu mwingine ikiwa hiki kidole kimoja kinamwelekeza huyo unemnyoshea, lakini vidole vinne vyote vinarudi kwako. Tafsiri yake ni nini? Kwamba inawezekana yule aliyekuwa mbele yako akawa na mapungufu, lakini wewe ukawa na mapungufu mengi zaidi. Badilika wewe kwanza. Mabadiliko yanaanza kwa mhusika kabla hujamnyoshea mtu mwingine. Ndani ya makanisa yenu kuna mapungufu makubwa, na mapungufu hayo yanapelekea mpaka kudhuru au kuwa na athari kubwa katika taifa hili. Nafikiri unanielewa. Athari mojawapo ambayo tunaipata kupitia nyinyi, tumekuwa tuna kundi kubwa la matapeli au wahuni ndani ya makanisa, wakija kwa mgongo wa Mungu, nyuma ya Mungu, kwamba wao ni watu sahihi, lakini kumbe ni washetani na ni zaidi ya mashetani. Watu wao mnao. Hiyo ni athari ya kwanza. Tunakuwa na kundi kubwa la watu ambao ni matapeli, ambao wanajaribu kutapeli wananchi. Athari ya pili, tumekuwa na kundi kubwa la watu wavivu. Wale mnaohubiria wanashindwa kuamini utaratibu wa kawaida, reality. Hawana ile reality. Wao wanachokuja kuamini kwamba Mungu ataleta muujiza kwao. Wanashindwa kufanya kazi. Wanaamini muujiza mnaohubiria huko kanisani, kwamba mtapata muujiza, utabadilisha uchumi wako, utafanya nini. Yote ni maneno, propaganda mnazozitengeneza. Kwa ndio maana nikasema before you are coming to Shafii, huyu shehe ambaye amekukosea, try to change yourself. Badilika wewe unajiita mwenyekiti pamoja na wachungaji wako. Tunahitaji mbadilike, kwa sababu kipindi hiki tunachotafuta mabadiliko ya taifa hili, tunahitaji hata kubadilisha mindset na mentality za watu. Kwa mwanze nyinyi kukaa vikao vyenu, mkabadilika kwanza nyinyi, then ndio mje mbadilishe wengine. Namba 2,
try to be the first to take a challenge. Changamoto yote inavyokujia, usimnyoshie mtu katika dunia. Jaribu kuichukua ile changamoto wewe kama wewe. Ukishaichukua changamoto, itafutie namna ya kuweza kuifanya. Kwa hiyo inapokuja changamoto kwako, iface wewe. Uwe wa kwanza kuiface kabla hujaenda kumpa mwingine hiyo changamoto. This is number 2. Number 3, try to find a solution of that challenge. Ni lazima katika changamoto zile ulizozipata, ni lazima uzitafutie majibu. Inapokuja changamoto ni ya kwako, inapokuja changamoto ni ya taifa hili. Jaribu kutafuta majibu. Usimnyoshe kidole mtu apate majibu. Kama ni changamoto ya kwako, try to solve it. Kama ni changamoto ya taifa, jaribu kuwa ndani, part and parcel of the challenge. Jitahidi kuwa sehemu ya kusolve. Jiulize mara mbili, kwamba mimi nimezaliwa katika taifa hili, nimekuja kufanya nini? So how can I save my country? How can I save my society? Kwa nimezungumza vitu vitatu kabla hujaja in front of the mass of the media kuja kurekebisha wengine. Jitahidi kujirekebisha wewe, namba 1. Then ndo kuja kwa watu wengine. Namba 2, jitahidi kupokea changamoto. Usimnyoshe kidole mtu mwingine. Lakini namba 3, jitahidi kutafuta solution ya majibu ya hiyo. Sambamba na hizi taarifa ambazo unazipata kupitia page yangu, try to visit my social website. Kwa maana kwamba napatikana kama Teacher wa Maticha Instagram, napatikana kama Teacher wa Maticha YouTube, napatikana kama Shedrack Mbunda Facebook, na pia napatikana kama Shedrack Mbunda YouTube.